Shalomu mtu wa Mungu. Karibu katika mwendelezo wa somo letu ambao ulikuwa anasema kwamba siri ya maisha ya vita wanaokutana nayo watu wenye dira. Sasa kipindi kilichopita nilizungumza au niligusia kwa habari ya ni vita gani ambavyo tunakutana navyo, hasa wewe na mimi ambaye maisha yetu tunajua tuko duniani kufanya nini, na Mungu ametufunulia kwa njia moja ama nyingine tunapaswa kufanya nini, kwa wakati gani na kwa nini tunafanya hicho kitu. Nikawa nimetoa msisitizo katika kile kitabu cha Mwanzo 37 ile mistari kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 11. Tukawa tunamwangalia mtumishi wa Mungu Yusufu alivyotoka katika familia yake na kuja kuleta ukombozi. Sasa tulizungumza aina mbalimbali ya vita, ikiwemo vita ya ndugu, vita ya watawala, lakini pia vita ambayo inainuka katika watawala wa nguvu za giza na hofu. Sasa tukawa tumezungumza hivyo vyote na tukawa tumehitimisha kwamba ili uweze kuvishinda hivyo vita kuna siri ambayo unatakiwa uwe nayo. Sasa leo ninakupeleka katika hizo siri ambazo unatakiwa kuzifahamu kwa umakini, kuzijua kwa undani, ili kesho na kesho kutwa uweze kufikia hatima yako na ndoto yako ambayo kila siku, kila leo unakuwa ukitafakari ama ukifikiria katika maisha yako. Kabla ya kuingia, naomba nimshukuru Mungu kwa ajili yako, lakini pia na kuita sasa uwepo wa Roho Mtakatifu uweze kutembea na wewe katika somo hili tutakapoenda kulianza. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa kipindi hiki. Onekana tunapoenda kujifunza, onekana Bwana, kwa sababu neno lako ni taa na mwanga wa njia zetu, linatumulikia kokote tunataka kwenda. Mungu, umesema katika kitabu kile cha Yeremia, niite nami nitakuitikia, tena nitakuonyesha mambo makubwa magumu ambayo hauyajui. Nasi Mungu tunakuita muda huu, tunakuita wakati huu, ukatuonekanie, ukatupiganie. Tutakapoenda kujifunza, Roho Mtakatifu, watoto wako, fundisha kile ambacho umekiandaa. Fundisha kile ambacho Roho Mtakatifu natamani mmoja au wawili katikati ya watu wako waweze kuokolewa na waweze kupona katikati ya somo hili, katika jina la Yesu Kristo, amen. Niukaribishe sana. Kama haujasubscribe channel yangu, naomba uisubscribe na kushare kwa wengine, lakini pia unaweza kutoa comment kwa kila ambacho Roho Mtakatifu atazidi kusema na wewe. Sasa tukaangalie siri ambazo unapaswa kuwa nazo ili uweze kushinda hivyo vita unavyokutana navyo. Siku zote mtu ambaye anakuwa na dira, siku zote mtu ambaye anajua anatakiwa afanye nini kwa wakati gani, na anajua kabisa nikifanya hiki na hiki nitafika mbali, maana yake kuna vita anavyokutana navyo, na ili uweze kusonga mbele lazima uvishinde hivyo vita. Na ndio maana hata katika shule kuna mitihani, na mwanafunzi anapofaulu ule mtihani, maana yake unampa level nyingine. Vivyo hivyo hata kwetu sisi watumishi wa Mungu, hata kwetu sisi wanadamu, lazima uweze kufaulu, lazima uweze kushinda, ndipo ambapo utatoka uende level nyingine. Sasa kwenye maisha haya ya kawaida lazima tutambue kwamba, au kwenye maisha yako lazima utambue kwamba kuna vitu lazima uwe navyo, kuna mazingira lazima uyapitie, kuna watu lazima uwe nao, kuna watu lazima waondoke, kuna vitu lazima uvibebe ili uweze kushinda vita. Tukimwangalia hata Yusufu aliweza kushinda vita kwa sababu hata hivi alikuwa navyo. Lakini pia tukiangalia watu mbalimbali kwenye maisha wanashinda au wanaweza kufikia ndoto zao kwa sababu kuna siri ambazo wanakuwa nazo. Sasa kuna wengine wanakuwa upande wa giza, lakini kuna sisi ambao tuko upande wa nuru, na siku zote nuru haiwezi kushinda na giza. Kwa hiyo lazima utambue haya ambayo naenda kukueleza, haya ambayo Roho Mtakatifu aenda kusema na wewe kwa undani kabisa, ili uweze kugundua na kutambua kwamba unapaswa ufanye nini unapokutana na vita, unapaswa uambatane na watu gani unapokuwa unaelekea mafanikio yako ama ndoto yako unapokuwa unaipambania. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu, natamani utambue kwamba kushinda vita ndiyo maisha. Kushinda vita ndiyo maisha. Manake unapokuwa una vita fulani alafu kaishinda, manake unakuwa umefanikiwa. Twende moja kwa moja. Kitu cha kwanza ama siri ya kwanza ni kwamba ili mtu ambaye umebeba ndoto kubwa, ili mtu ambaye umebeba dira uweze kufika unakotaka kufika, lazima uwe ni mtu wa neno la Mungu.
Siri ya kwanza, uwe mtu wa neno la Mungu. Unapokuwa mtu wa neno la Mungu, maana yake Mungu ataongea na wewe, Mungu atazungumza na wewe kupitia neno lake. Na ndiyo maana kipindi cha nyuma akina Musa, akina Ibrahimu, Mungu alizungumza nao direct. Lakini kwa jamii tulionayo au kwa karne hii, Mungu anazungumza nasi sana sana kupitia neno lake ambalo limeandikwa kwenye Biblia. Nje ya hivyo, Mungu pia anazungumza nasi kupitia neno lake kwa kutumia watumishi, kupitia watu ambao wametutangulia katika imani. Sasa tunapozungumza neno la Mungu, maana yake unapaswa uwe nalo. Kitu cha kufahamu ni kwamba hauwezi kufika sehemu kama hauna taarifa hiyo sehemu. Hauwezi kupata maono ya kwenda sehemu fulani kama haujawahi hata kusikia hiyo sehemu. Kumbe unapaswa kufika sehemu endapo tayari una maono ya hiyo sehemu, una taarifa ya hiyo sehemu. Sasa ninapozungumza kwa habari ya neno la Mungu, neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Neno la Mungu ni Mungu mwenyewe, kwa maana ukisoma kwenye Yohana 1:1 anazungumza pale, mtumishi wa Mungu ameandika vizuri kwamba hapo mwanzo palikuwepo neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Kumbe neno la Mungu ndiyo Mungu mwenyewe. Kwa nini tunapaswa tulisome sana neno? Tunapaswa kulisoma sana neno ili tujue ile siri iliyoko ndani ya neno. Unapaswa kulisoma sana neno ili ujue ile siri iliyoko ndani ya neno. Sasa ukisoma kwenye Zaburi ya 119 ule mstari wa 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Sasa ikiwa njia ni giza, maana yake hauwezi kujua unakokwenda. Yaani ukiwa unatembea katika giza hauwezi kujua unakokwenda. Ukiingia kwenye chumba ambacho ndio mara yako ya kwanza kuingia, halafu pasiwe na taa, pakawa na giza, lakini una lengo la kuchukua kifaa fulani, pengine hicho kifaa kiko pembeni kabisa au kwenye kona, hauwezi kujua uelekee wapi. Lakini ikiwashwa taa utaweza kugundua kwamba aha, kumbe napaswa nielekee hapa, kumbe napaswa niende hivi. Maana yake ni kwamba njia zako, mapito yako Mungu ameshayaandaa na ameandaa kwenye neno lake. Sasa unapotembea kwenye neno la Mungu, maana yake unapata mwanga, unapata mafunuo ambayo yanakusaidia kesho na kesho kutwa kutambua na kujua wapi unapaswa kuelekea. Mungu anapoongea na wewe kupitia neno lake, maana yake anazungumza future yako, anazungumza uende wapi, uanze na kipi, ufanye kipi, kwa muda gani. Hii itakusaidia kutembea kama Mungu anavyohitaji, lakini sio kama wewe unavyohitaji. Watu wengi wanatembea kama sisi tunavyohitaji, lakini hatutembei kama Mungu anavyohitaji. Hiyo ndio changamoto kubwa ambayo tuko nayo. Ila ukiwa na neno la Mungu, amesema neno lako, Daudi anaandika anasema, neno lako ni taa na mwanga wa njia zangu. Maana yake miguu yetu inapoelekezwa, miguu yetu inapoelekea, maana yake lazima ielekee katika mwanga ambao Mungu ameudirect. Maana yake hauwezi kujua kama wewe umepangiwa kitengo fulani, labda cha udaktari ama cha ukuhani ama cha walimu, kama umekosa mwanga kwenye maisha yako. Kumbe mwanga ni msingi sana kwenye maisha yetu. Sasa neno la Mungu litakuweka karibu na Mungu, litakupa namna nzuri ya kuzungumza na Mungu. Utamsikia Mungu akiwa anasema na wewe wazi wazi kupitia neno lake. Kwa hiyo changamoto ambayo tuko nayo ni kwamba watu wengi hatusomi neno, na kuna wale ambao wanasoma neno lakini hawalielewi neno. Yaani kuna wale ambao hawasomi kabisa, ila kuna wale ambao wanasoma lakini hawalielewi,
Lakini kuna wale ambao wanasoma wanalielewa ila hawaliishi. Sasa unapaswa kwanza ulisome, alafu ulielewe, alafu uliishi. Maana yake kuliishi neno ni kuliingiza katika matendo. Unapoliishi neno, maana yake unaishi kile Mungu anachokitaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo ya msingi sana ya kuzingatia ni kwamba lazima utembee katika neno, uwe msomaji wa neno, uwe unalielewa neno unaposoma, lakini pia uweze kuishi kutokana na kile Mungu alichokizungumza. Kama Mungu amesema kwenye neno lake ombeni bila kukoma, maana yake wewe unapaswa kuomba bila kukoma. Kama Mungu amesema kwenye neno lake kwamba mimi ndiye njia, kweli na uzima, maana yake lazima uishi kama Mungu alivyoelekeza. Maana yake kama Mungu amesema, kama Kristo amesema yeye ndiye njia, maana yake lazima vitu vyote uvipate kupitia yeye. Kwa hiyo njia ya kwanza au siri ya kwanza ni neno la Mungu. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu lijae kwa wingi. Kwa hiyo unapojaa neno maana yake umejaa Mungu. Na unapojaa Mungu maana yake unakuwa na mwanga mkali unaomlikia kule unakokwenda. Kwa siri ya kwanza, mtu wa Mungu, ni kusoma neno la Mungu na kufanya kile ambacho Mungu ameelekeza kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia jambo la pili ama siri ya pili ya huyu mtu sasa ambaye tayari yeye ana dira, tayari yeye anajua anaelekea wapi. Jambo la pili, lazima uwe mtu wa maombi. Uwe mtu wa maombi. Kwa nini ninasema uwe mtu wa maombi? Kwanza, ninapoyazungumza maombi ni mazungumzo anayozungumza Mungu na wanadamu. Maombi ni mazungumzo ambapo yanafanyika kati ya Mungu na wanadamu. Sasa ukisoma kwenye Yeremia, anasema Yeremia 33 mstari wa 3, ni neno ambalo linafahamika sana. Anasema niite nami nitakuitikia. Niite. Mwanadamu anaambiwa amuite Mungu, uzungumze na Mungu, nizungumze na Mungu. Sasa nami nitakuitikia, maana yake nafasi ya Mungu ndio nafuata, kwamba nafasi ya Mungu mara baada ya wewe kumuita inafuata nafasi yake kwamba nami nitakuitikia. Sasa kosa kubwa ambalo tunafanya wanadamu ni kwamba tunaenda kuzungumza na Mungu, tunaenda kuongea na Mungu, sisi tunaongea lakini hatumpi Mungu nafasi ya kuzungumza. Na ndio maana akasema nami nitakuitikia, tena nitakuonyesha mambo makubwa magumu usiyojua. Kumbe unapokuwa kwenye maombi lazima utambue ya kwamba wewe utamuita Mungu, utamweleza Mungu, lakini lazima utambue kwamba Mungu ana nafasi na yeye ya kuzungumza na wewe. Watu wengi tunapeleka tu shida kwa Mungu. Mungu nisaidie nifanye hiki, nisaidie nifanye hiki, nisaidie hiki, lakini tunasahau ya kwamba hata Mungu na yeye pia anahitaji azungumze na sisi. Mungu anahitaji aseme na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maisha ya mtu mwombaji siku zote, maisha ya mtu mwombaji siku zote ni maisha ya majibu halisi. Ukiwa ni mwombaji lazima utakuwa unapata majibu halisi ya maisha yako. Kuna watu wanaishi kwa kubahatisha. Sasa hawa wanaoishi kwa kubahatisha ni changamoto sana, kwa sababu sio kila mtu ana bahati na sio kila mtu ameandikiwa bahati. Ukiishi kwa ajili ya kubahatisha, maana yake kuna kipindi itafika utashindwa kujua lipi hasa la kufanya. Na ndio maana Biblia inatuasa sana kwa habari ya kutembea kwa mafunuo. Mtu anayetembea kwa mafunuo ni mtu ambaye amesoma neno, amefanya maombi na Mungu amemjibu, akamuonyesha namna ya kutembea. Kwa hiyo nikupe mambo kadhaa ambayo hatuyafahamu
kwenye hii issue ya maombi. Maombi yamebeba majibu ya mwombaji. Yaani unapokuwa unaomba, manake yale maombi yamebeba majibu yako wewe mwombaji. Mungu anashuka kwenye maombi. Mungu anajibu kwenye maombi kwa sababu anaangalia ile haja ya moyo wako ili aweze kukujibu. Lakini pia maombi ni ulinzi kwa muombaji. Unapokuwa ni muombaji, manake maombi yanakuletea ulinzi. Maombi yanatengeneza ulinzi kwa wewe unayekuwa unaomba, kwa sababu unapokuwa unaomba lazima ujifunike na damu ya Yesu, lazima uwe na moto wa Roho Mtakatifu, lakini pia lazima Mungu mwenyewe ashushe malaika zake ili aweze kulinda. Kwa maombi moja kwa moja ni ulinzi tosha kwa mtu ambaye amebeba maono. Lakini pia maombi ni silaha inayotangulia mbele. Maombi ndio kitu pekee ambacho unaweza kukituma kikaenda mbele, kikaenda kwa ajili ya kesho yako, kikaenda kwa ajili ya watoto wako, kikaenda kwa ajili ya future yako. Maombi. Kumbe maombi, unapokuwa ni mtu wa maombi sana, maanake unatengeneza wakati mzuri wa wewe kusimama vizuri kesho yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maombi ni ngazi ya kupanda kuelekea mafanikio. Unapokuwa ni mtu wa maombi, inakusaidia kesho na kesho kutwa kuwa ni mtu wa consistency. Maombi yanakupa kuwa na ngazi kwamba unapotoka hapa utaenda, kutoka utaenda. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anakuwa anazungumza naye moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia maombi yamebeba baraka. Sasa unapaswa kuomba kwa nini? Kwa sababu maombi ndiyo yamebeba baraka. Na kama maombi yamebeba baraka, lazima uombe. Kumbe siri ya pili ambayo itakutoa kwenye changamoto ni kwamba wewe utapata kibali, utapata baraka, utakuwa na ngazi inayokusaidia kupanda, lakini pia utafikia mafanikio yako kwa wepesi. Hiyo ni siri ya pili ambayo nikugusie. Lakini pia usiache kuomba, kwa maana hii nakupa sasa. Usiache kuomba kwa maana adui zako wapo macho. Na ndio maana Kristo akasema walipolala adui akaja kupanda magugu. Kwa hiyo unapokuwa tu umelala, maana yake adui anakuja kupanda magugu. Lakini pia katika siri ya tatu ni kwamba jiepushe na watu wasio na manufaa kwako. Jiepushe na watu wasio na manufaa kwako. Kwa nini? Kwa sababu unajua, hebu tusome kwanza kwenye Zaburi, alafu nikuelezee. Zaburi 1 mstari wa kwanza na wa pili anasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaha, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Safari ya mwanadamu imejaa aina tofauti tofauti ya watu. Safari ya mwanadamu imejaa watu wema, watu waovu, watu wenye kiburi, watu wenye dharau, watu wa kweli, watu ambao wanatoa msaada, watu ambao ni wasaidizi wa hatima. Yaani imejaa aina tofauti tofauti ya watu. Lakini lazima ujiepushe na wale wasio na manufaa kwako. Mwenye dira hatembei na kila mtu. Mwenye vision hatembei na kila mtu. Mwenye maono makubwa hatembei na kila mtu. Anatembea na wale ambao wanamfaa, either kwa leo, kwa kesho, kwa baadaye. Mtu ambaye anatembea na kila mtu, maana yake huyo mtu hana ramani. Ni sawa umetoka hapa ukaenda stendi afu
ukapanda gari ambayo labda wewe unaelekea Mwanza afu ukafika Morogoro stendi, au unataka kuelekea Mwanza afu unapanda gari ambazo zinaelekea Tanga. Sasa mtu mwenye dira lazima uende sambamba na watu ambao wanafaa kwako. Ni ngumu kufika unakoenda kama utabeba kila mtu. Ni ngumu kufika unakokwenda kama utabeba kila mtu. Kwa siri hii ya tatu kwamba unatakiwa kujiepusha na watu ambao hawana manufaa kwako, kwa sababu unapokuwa na kila mtu atakuwa ni mzigo. Na ndio maana Daudi akamwambia kwamba usiende na mimi. Kwa nini? Asema kwenye Samueli wa kwanza 18. Samueli wa pili 15 mstari wa 33 anasema Daudi akamwambia ukienda mbele pamoja nami utakuwa mzigo kwangu. Kumbe kuna watu ni mizigo kwenye maisha yetu, ni mizigo kabisa. Sasa nataka nikupe vitu hapa kadhaa kwamba watu wasio na manufaa ni wale ambao hawana mchango wowote kwako. Lakini kuchagua aina ya watu wa kutembea nao ni njia ya kwanza ya kufanikiwa. Yaani ukishajua nani wa kwenda naye, nani wa kumwacha, umeshafanikiwa. Kwa sababu itakusaidia wewe kutembea vizuri. Watu mizigo ni hatari kwenye maisha yako, kwa sababu watakuchelewesha. Watu mizigo lazima waache. Sasa nitakupa umuhimu wa kuzingatia watu wa kwenda nao. Nitakupa umuhimu kwamba hivi kwa nini unapaswa ujiepushe na hawa watu. Jambo la kwanza au umuhimu wa kwanza, sio kila mtu ni wa kutembea naye. Kwa nini? Kwa sababu sio kila mtu ana maono kama ya kwako. Sio kila mtu ana vision kama ya kwako. Sio kila mtu ana tamani wewe ufike unakotaka kufika. Sio kila mtu. Kwa nini? Ukisoma kwenye Amos anasema, je, watu wawili waweza kwenda pamoja wasipopatana? Sasa je, unaweka gani kwamba wewe kila mtu umepatana naye kwenye maisha yako? Kumbe sio kila mtu ana maono kama ya kwako. Kumbe lazima utembee na wale ambao wana maono kama ya kwako. Huo ni umuhimu wa kwanza. Umuhimu wa pili ni kwamba sio kila mtu ana upendo wa kweli. Yaani sio kila mtu akikuona wewe anafurahi, anapofurahi ndio kweli anapenda au anamaanisha. Sio kila mtu. Na ndio maana unapaswa uchague watu wa kwenda nao. Ukisoma kwenye Samueli wa kwanza 18:1 anazungumza, anasema ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Kumbe kuna watu ambao unapaswa uende nao ambao wanakuwa wako sawa sawa na wewe. Lazima utembee nao kama ambavyo wanakuwa wanatembea na wewe. Kwa hiyo lazima ujue kwamba sio kila mtu ana upendo wa dhati kwako. Sio kila mtu ana upendo ambao unamata sana kwako. Kwa hiyo lazima ujue sio kila mtu wa kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima ujue kuna watu baadhi tu ambao unatakiwa utembee nao. Kumbe sasa kuwa na watu wachache wa manufaa kwako kutakupatia nafasi ya matumizi sahihi ya muda wako. Lakini pia kuwa na watu sahihi itakusaidia kuweza kujenga future yako vizuri. Alafu kuwa na watu sahihi itakusaidia kujenga upendo wa wale ambao uko nao vizuri. Lakini siri ya 4 na ya mwisho ni kwamba unapaswa kuwa ni mtu wa msamaha. Ninapoelezea msamaha au tunapozungumza kwa habari ya msamaha, tunapaswa kujua kwamba msamaha ni kuachilia maumivu ya nafsi yanayotokana na kuumizwa
ama kukosewa na mtu mwingine. Ni kuachilia maumivu ya nafsi yanayotokana na kuumizwa ama kukosewa na mtu mwingine. Mtu anapokukosea, mtu anapokufanyia jambo la kukukwaza, anatengeneza majeraha ndani ya nafsi yako. Anapotengeneza majeraha ndani ya nafsi yako, anakuingiza kwenye kifungo cha hasira, kifungo cha maumivu. Kifungo hicho kinaachilia mateso katika mwili, lakini pia katika nafsi na roho. Kwa hiyo unapokuwa unataka kufika mbali, kama una hasira, hauwezi kusogea. Kwa nini? Kwa sababu hasira ni kamba inayokuvuta kurudi nyuma. Kama Daudi angekuwa ni mtu wa msamaha, mtu wa visasi, asingefikia pale ambapo Mungu alimweka. Kumbe hata sisi lazima tuwe na ule moyo wa kuachilia, hata kama mtu kakuumiza vipi, hata kama mtu kakukwaza vipi, lakini lazima uweze kuachilia, lazima uweze kusamehe. Ni ngumu kusamehe, naelewa. Ni ngumu sana kwa mtu kuachilia ama kusamehe, lakini nakupasa usamehe. Na ndio maana ukisoma kwenye Mathayo 6 ule mstari wa 18 anasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Kumbe msamaha unakupa neema ya wewe Mungu pia akusamehe. Msamaha unakupa wakati wewe wa kuwa huru Mungu kusikiliza na kufanya kile ambacho mwingine anatamani afanye. Kwa hiyo mtu mwenye maono makubwa hapaswi kuwa mtu wa kubeba mambo. Mtu yoyote ambaye ana maono makubwa hapaswi kuwa mtu wa kubeba mambo. Sasa unapaswa kufanya nini ili hata kama kuna mtu amekwaza sana uweze kumwachilia? Unapaswa kufanya yafuatayo. Cha kwanza, hebu kumbuka makosa yako ambayo umeshawahi kukosea watu, alafu ukasamehewa. Hata kama sio watu, umeshawahi kukosea, ukamkosea Mungu, lakini bado akakusamehe. Kumbuka. Ukikumbuka hii itakusaidia wewe kuweza kuachilia. Unajua waga tunapenda kufanya makosa alafu tunasahau kama sisi tumefanya makosa, wenzetu wakitufanyia makosa tunaanza kwa hukumu. Hiyo ni hatari sana. Na ndio maana walipomletea yule mwanamke Yesu kwamba amekamatwa kwenye uzinzi, Yesu alichokifanya alianza kuandika majina yao wote ambao wamemletea pale chini. Alipoandika, ardhi ikafunua kila mtu kila ambacho alikuwa anakifanya kiovu. Anakuja kuinuka, kila mtu hayupo. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu hayuko salama. Kwa hiyo pata kutafakari kila ambacho pengine wengine umeshawakosea, pengine wengine umeshawaudhi. Ukishatafakari na kukumbuka na ukaona mbona hapa hata mimi Mungu aliniacha, inapaswa usamehe wengine. Lakini pia hii tunaipata kwenye Zaburi ile ya 130 mstari wa 3. Anasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, nani angesimama? Kumbe hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kushikilia kitu cha ambacho amekosewa kama anatambua hiki kwamba kama Mungu angetuhesabia maovu, je, ni mwanadamu nani ambaye angesimama? Kwa hiyo roho ya msamaha lazima iwe ndani yako ili uweze kupiga hatua. Lakini pia jambo jingine ambalo linaweza kusaidia ukaweza kusamehe ni kwamba kumbuka amani ya Mungu uliyokuwa nayo kabla haujakosewa. Hebu kumbuka amani ya Mungu ambayo ulikuwa nayo kabla hujakosewa. Kwa sababu unapokosewa na kuweka kitu ndani, maana yake unafunga ile amani ya Mungu ambayo inakuwa iko katikati yako.
ambayo inakuwa iko ndani yako. Kumbe sasa lazima ukumbuke, na anasema kwenye Wakorinto wa pili 2:7 anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo. Kumbe amani ya Mungu ni msingi sana na ni muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu unapokuwa na amani unaweza kufikiria vizuri, ukawaza vyema na ukatembea katika misingi ambayo ni myema. Kwa hiyo jambo jingine ni kwamba tathmini madhara yanayopatikana kwa kutokusamehe. Ukisoma kwenye Yeremia 17:19, Yeremia 17:9 anasema, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kuficha, nani awezaye kujua? Lazima utathmini madhara yatakayotokea au yanayopatikana kama wewe hautasamehe. Kwa hiyo somo la msamaha kwa mtu ambaye ana maono makubwa ni somo la msingi sana. Ni somo ambalo unapaswa kutembea nalo. Lazima ujue namna ya kuachilia, lazima ujue namna ya kuwa huru peke yako ili uweze kufikiria mengine, upate nafasi ya kutembea katika upya wa maisha. Lakini jambo jingine ni kwamba omba neema ya Mungu ili uweze kuachilia. Kuna watu kabisa ni ngumu kusamehe. Sasa omba neema ya Mungu ikusaidie ili uweze kuachilia, kwa sababu unapokuwa na neema ya Mungu inakusaidia. Anasema kwenye Tito 2:11 kwamba maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kwa hiyo omba neema ya Mungu iweze kukusaidia uweze kuachilia kile ambacho pengine wewe unaona ni kigumu sana. Kwa hiyo ukizungumza kwa habari ya msamaha unapata faida zifuatazo. Msamaha unafungua kibali cha kufanikiwa. Msamaha unakupa uhuru wa kuishi maisha ya furaha na amani. Msamaha unarejesha utulivu wa moyo, kwa sababu amani ya Kristo ambayo iko katikati ya msamaha inakupa wewe kuwa na utulivu wa moyo, na unapokuwa na utulivu wa moyo akili yako inaweza kufanya vitu zaidi. Lakini pia msamaha unafungua njia mpya ya kuendelea na safari. Ukiangalia hata Yusufu aliweza kuwasamehe ndugu zake, ndio maana akaendelea. Ukiangalia watu wengi ambao wamefanikiwa ni watu ambao hawana moyo ambao ni wa kinyongo, wana moyo ambao uko stable, na pia ni moyo ambao hauna kinyongo cha kuweka vitu ambavyo wamekosoa. Kuna watu wana vinyongo vya miaka na miaka na miaka, utaweka ngapi kwenye moyo? Hawezi kumweka kila mtu. Mwachilie mtu, ishi na maisha yako. Lakini pia msamaha unakuweka karibu na Mungu. Mungu ni Mungu wa rehema. Na wewe unapokuwa unawasamehe watu, unaachilia makosa ya watu, maana hata wewe Mungu anaweza kuishi na wewe vizuri kabisa, au ukawa karibu naye akazungumza kupitia neno lako, ukamsikia ukiwa kwenye maombi unamsikia. Kwa hiyo lazima ufahamu ya kwamba msamaha ni wa msingi sana sana sana. Kwa hiyo hizi siri 4 zitakusaidia kutembea katika ndoto yako vizuri, ama unapokuwa iendea ndoto yako lazima utembee vizuri. Nimekwambia kitu cha kwanza ni kuwa mtu wa neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu ndio taa inayokumulikia kokote ambako unahitaji kufika, kokote ambako unapaswa kwenda. Kwa hiyo neno la Mungu linakusaidia kufika kule ambako unatakiwa kwenda. Hilo la kwanza. Lakini cha pili, uwe ni mtu wa maombi. Maombi ni mazungumzo ambayo Mungu anazungumza na wewe sasa, kwamba unahitaji kufika sehemu fulani, unahitaji kufanya hiki, unahitaji kwanza na hiki, unahitaji kwanza na hiki. Hiki kisubiri kwanza, hiki tufanye, hiki tusifanye. Maombi yanakusaidia kuwajua watu ambao ni maadui zako. Maombi yanakusaidia kutangua. Maombi yanaenda mbele ya kila ambacho wewe unakifikiria. Lakini pia jambo la tatu nilikwambia, jiepushe na watu ambao hawana manufaa kwako. Watu ambao hawana manufaa kwako watakuwa ni mzigo, watakufanya wewe uchelewe kwenye kile ambacho unakitamani kukifikia. Lakini jambo la 4 na la mwisho ni kwamba unapaswa kuwa ni mtu wa msamaha. Kuwa si mtu wa kuweka mambo. Ukirundika mambo, moyo wako unakuwa ni mzito, akili yako inakuwa haiwezi kufikiria, mambo yanakuwa ni mazito. Ukifanya haya, Mungu atakusaidia sana kufika pale ambapo unatamani kufika.
Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno lako zuri. Umetufundisha kwa habari ya vitu vinne ama siri nne ambazo kama mwanadamu anapaswa kuwa nazo kwa ajili ya kuyafikia malengo yake makubwa ambayo amejiwekea. Ninakushukuru kwa ajili ya somo hili. Endelea Mungu kuwabariki, uwape mioyo ya msamaha watoto wako, uwape kuliishi neno lako, uwape kusoma neno lako, uwape kutembea katika maombi, na kama ulivyosema kwamba ombeni bila kukoma. Tusaidie tuweze kuishi katika kila ambacho Mungu unatamani tuishi, katika jina la Yesu Kristo, amen. Nikushukuru sana, usiache kusubscribe kama ndo mara yako ya kwanza, lakini pia endelea kushare na kulike kwa watu wengine ili waweze kuona, na Mungu akubariki sana sana. Amen.